11, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wachache, si ndio na kuwadanganya wengi. Kwa una manabii wa uongo kutokea ni ishara kamili kwamba Yesu alichotabiri ni ukweli. Sasa tuingie kwenye maombi, tufunge basi manabii wa uongo wapotee. Tufanye hivyo. Hatuwezi kufanya tukifanikiwa. Kwa sababu gani? Ni unabii kamili wa Yesu aliotoa. Kwa hiyo uwepo manabii wa uongo ni lazima kama ukamilisho wa unabii ambao Yesu aliotoa. Alafu cha ajabu ni kwamba amesema hawa manabii wa uongo watawadanganya wengi. Na ndio maana sasa makanisa yote unayojua Tanzania, nikisema yote katika 100 namaanisha pengine 2% pekee. CCM walishinda na 98% ushindi wao, 2 tu ndo zimeharibika, hawakupata. Sasa mimi naomba nikwambie 98% ya makanisa Tanzania, hasa haya ya ministries. Nikisema ministry nazungumzia haya makanisa ambayo yanamilikiwa na mtu binafsi, sio taasisi. Si ndio kitu kama KKT, Roman Catholic, Anglikana, hizo ni taasisi, hizo chana nazo. Haya makanisa ya mtu binafsi ambaye ndio wameanzisha, mimi na kanisa langu hivi, nikifa ndio limeisha kama sina watoto waliozaa. Lakini TAG hata askofu akifa litaendelea. Achilia mbali hayo makanisa ya heshima hayo, tuache ni makanisa ya heshima. Roman Catholic makanisa yenye nguvu ya heshima tuache. Tuje kwenye ministry. 98% hizi ministries kinachohubiriwa ni kuhusu mtu na mafanikio yake akiwa wapi duniani. Nikuombea upate nyumba, nikuombea upate mke, nikuombea uolewe, nikuombea upate hiki. Ndio maisha hayo. Nyota yako imeibiwa, umerogwa. Ndio vitu vinavyoendelea hivyo. Na wengi wanakimbilia huko. Sifanikiwi kwenye biashara, njoo nikuombee. Ndoa yangu inanisumbua, njoo nikuombee. Maana yake wengi wametekwa, wako huko. Wewe unaona mbona kanisani kwetu hatuna shida yoyote, nabii hana shida yoyote, anatuombea. Wewe unaona nakuombea, tayari uko kwenye mtego. Amesema na kuwadanganya wengi. Kanisani sio sema kuhubiriwa miujiza. Miujiza haihubiriwi, miujiza inatendeka. Si ndio? Na inatendeka yenyewe automatic. Yaani inatendeka tu, ukiwa tu kanisani kwenye uwepo wa Mungu, miujiza inatendeka. Sio kama unaelewa vizuri? Kwa moja ya dalili muhimu ambayo Yesu ametuambia hapa ni kwamba watokea manabii wa uongo alafu watadanganya wengi. So 98% sawa na ushindi wa CCM kwenye taifa hili ni watu ambao wamemiliki watu wa Mungu na roho za Mungu, wakiwaaminisha faida za hapa duniani, kwa mfano ndoa, magari, watoto, mafanikio, na wamesahau kwamba siku zinazozidi kwenda mmoja anapungua na hata tena duniani. Kwa hatima yake ndio imeishia pale. Alitamani aombewe apate mke, hajapata mke na kaondoka duniani. Ameenda wapi? Anajua mwenyewe kulingana na maisha yake. Alitamani aombewe apate ndoa, hajapata ndoa, amekufa, imeishia hapo. Alitamani mtoto, hajapata mtoto, imeishia hapo. Alitamani mafanikio, biashara kukaa vizuri, biashara haijakaa vizuri na ameenda motoni. Na wengi wamedanganyika na wamejaa huko. Usisahau. Na kuanzia mbali, ndio kuonyesha jambo linalotokea Tanzania la kiroho sana. Ili nikikupa sauti ya Mungu hapo mbeleni uelewe kabisa kwamba kumbe tunaweza tukilaumu serikali, tukalaumu mambo yote yanayoendelea. Kumbe shida haiko kule, shida iko hapa. Na ndio maana mara zote nilisema mimi nimechagua kubaki rohoni. Ukibaki mwilini utapigwa, kwa sababu sio vita ya mwilini, ni vita ya rohoni na haiwezi kuisha. Kama mtegemea Tanzania mtakuwa na amani, sahauni. Ndio kwanza tumeanza. Mimi si nabii na kiongeza na uhakika vitu vinatokea. Bora unisikilize ujue tunatokaje hapa. Amen. Ili wewe salama. 11